alibaki tu vile vile. Mtoto ukimuosha maji ndio inakunyolea nywele. Maji ndio inakunyolea nywele. Mtoto mwenyewe ukipima kilo, mtoto aongeze kilo. Kashindwa sasa hii ni nini? Nikakaa na mtoto sikukufa moyo. Mtoto nikakaa naye akafikisha miaka 2. Kaanza kupeleka therapy. Nikapeleka nikaona medical inisaidie nikawacha. Mimi nilikaa chini nikafikiria nikaambia Mungu, kama ninazaa watoto wako hivi, Mungu acha tu nitereze tu kidogo tu nione kama ni kwetu ama ni kwa kina mzee. Nione hizo damu mbili ni gani iko na kasoro. Sasa wakati nilitereza hata kwa akili yangu sikujua kama mtoto anaweza grow akakuwa vizuri. Sikujua. I think naona kama ni Mungu alifuata ndani. Nikaenda njia nyingine, nikatereza, nikaambia Mungu acha nijaribu hii mtihani nione. Wakati nijaribu hiyo mtihani nikaona mtoto ako sawa na grow kako sawa, ukiona kanafanya tu vitu kama watoto wengine. Spine cord imechomoka. Unaona ni kama inataka kuchomoka. Naenda namuinua mbio, namwekelea na mlalisha. Sasa ilikuwa tu ni kulala hivi. Mtoto habadiliki. Mtoto yako tu huko ungehesabu mifupa, ujue ni mifupa ngapi. Huko ungehesabu juu. Mpaka hii kichwa yote hivi. Ungejua hii kichwa iko na mifupa ngapi. Hiyo siku ndo nilijua kichwa iko na mifupa ngapi. Huwa tunaletana sana. Juu anafika mahali ananipigia kelele ananiambia hata watoto wako juu unanizalia hapa, umenizalia hapa mtoto mwenye anashinda tu kwa kiti, mtoto afanyi kitu yoyote. Mimi kwetu tumezaa watoto wenye wanatembea. Ukiangalia mtoto wangu wa kwanza ametembea. Namwambia sasa ukiniambia hivyo, ni mimi ni Mungu, mimi si Mungu. Mungu ndio huleta hivi. Na mimi zaidi hapo mimi sielewi. Lakini ile maisha tulikaa kwa ndugu yangu ilikuwa maisha mangumu. Ilikuwa ni ile maisha lazima uhustle na ile style yenye niliolewa sikufurahia. Nilitoka kwa ndugu yangu kitu saa 11 usiku. Nikatoka. Wakati nilitoka sikufurahia. Pole sana. Pole Catherine. Saa 11 nikatoka. Na nikaenda na sikutaka kujua ninaenda wapi. Sababu hata mwenye tulikuwa tumejadiliana na yeye tukurudi tukakutana. Ilikuwa miaka mingapi hiyo time? Wakati nilimzaa mtoto alikuwa anatoa sauti nyambe, si ya binadamu. Okay, mtoto atabadilika. Mtoto alibaki tu vile vile. Mtoto ukimuosha maji ndio inakunyolea nywele. Maji ndio inakunyolea nywele. Mtoto mwenyewe ukipima kilo, mtoto aongeze kilo. Kashindwa sasa hii ni nini? Nikakaa na mtoto sikukufa moyo. Mtoto nikakaa naye akafikisha miaka 2. Kaanza kupeleka therapy. Nikapeleka nikaona medical inisaidie nikawacha. Hata wale watu wakuja kubeba hiyo mwili walistuka na mimi. Nilikatalia mtoto. Nikamwambia mtoto wako mwili naye. Wakatuambia hapana, utatupe mtoto. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa INKA TV, na leo tuko live kutoka kwenye county ya Nakuru. For the first time ever we are in Nakuru County officially as INKA TV. Watu wengi wa Nakuru County wamekuwa wakitutafuta wakituulizia tukuje hapa tufanye story ambazo zote ziko touching sana. We have so many charity stories that we're supposed to cover from here in Nakuru County. Wale ambao wanashangaa leo mbona tumechange story kwa neke gusire leo turase county ya Nakuru igaba ntabange bamenyetega iga they are not from Kisii. That's why leo tutabadilisha lugha kidogo tuongee katika lugha ya Kiswahili. Maana mama ambaye tunaenda kuongea na yeye siku ya leo ambaye kuna a very deep touching story anaongea lugha ya Kiswahili, yani yeye si Mkisii. Tumefika hapa kwenye eneo la free area. Free area iko na pahali panaitwa Morogi ndio mama anaishi. Sasa ndio tumefika hapa leo. Tunataka tufanye story yake ili ambaye unaangalia kutoka hapo nje unajisikia kusaidia ama uko na ile roho ya kusaidia kama kawaida venye mnasaidia watu wote ambao tunaleta hapa kwenye INKA TV uweze kumsaidia. Huyu mama si mkubwa sana, ni mama tu mdogo ambaye ana watoto 4 sasa. Hao watoto 4 wote wana ulemavu. Mama huyu amepitia mengi magumu sana, ako na shida kubwa. Yaani ile shida kubwa ambayo ako nayo apart from kuwa na watoto ambao ni walemavu, ako na umaskini wa hali ya juu. Wote hawana kazi, mzee wake pia ana struggle, wote ni mahasla kwa hii lugha ya kawaida. So alituita hapa leo tukuje kuangalia story yake. Baada yake kupata watoto 3 ama 4, mmoja aliweza kuaga. Hata tuelezea deeper zaidi nikiingia hapa kwake mahali nimesimama. Alijaribu kwenda nje kutafuta mtoto mwingine ambaye aone kama at least ata change the lineage.
I don't know what happened from there. She has a deeper story that she's supposed to share with us. Juu nimefika hapa sitaki kuongea mengi, niingie tuongee na yeye. Chenye nakusihi ukae usikize hii story mpaka mwisho, maana the story is so touching. Today we are in Nakuru County and we are excited to bring you stories from here. Kana mimi mpaka mwisho. Majina yangu ni Bridget Kerubo na hii ni INKA TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji, venye niliwaelezea ndio tumefika kwa huyu mama ambaye ako na shida venye tulisema pale kwenye introduction. Tumefika kwake nyumbani, tunataka tuelezee kabisa shida yake ilianzia wapi. Vile nilikuelezea hapo awali, ako na watoto 4 ambao wote ni walemavu. Nataka kujua alikuja aje Nakuru, amezaliwa wapi, shida yake ilianza aje, watoto wamekuwa wagonjwa, jamii wapeleka hospitali na hadi saa hii wanaendelea aje, kwa sababu hata ukiangalia hapa mali tumekaa nyumbani kwake kunaonekana anahitaji usaidizi, yani ako na ile hali ya umaskini. Karibu sana, sitaki kuongea mengi maana tumekaa na yeye, wacha tueleze mwenyewe. Karibu mami. Yes. Habari ya mchana? Mzuri sana. Yeah. Ndio sisi tunaitwa INKA TV. Tumetutafuta sana, tumefika hapa Nakuru County for the first time ever. Actually wewe ndio mtu wa kwanza ambaye tumefanyia story Nakuru. Tumeelezewa story yako uko juu lakini sasa tunataka tuende deep. Tunataka tuelezee majina yako kamili, alafu pia umetoka wapi before fike Nakuru. Kwa majina ni Catherine Andeo na mimi ni mzaliwa wa Western Binyore. Na wakati tulikuwa nyumbani, wakati nilikuwa na mjamzito ya mtoto wangu wa kwanza, mama yetu akaaga. Acha Catherine kukatize kidogo. Before hata ukue mjamzito, there is a story behind it. Yani umezaliwa Western. So wewe si mtu wa Nakuru County, umekuja kuhustle. So Catherine, mko wangapi nyumbani? Nyumbani tuko 4. Wao wengine walifariki, wengine ni marehemu. Sasa si tulibaki tu wasichana tupo 4. Okay. Kuna miaka mingapi? Niko na miaka 35. Catherine, pole sana kwa hiyo story yako. Hata story naenda kutuelezea najua ni mzito zaidi, lakini nakuomba uvumilie tumalize. Uligrow aje maisha yako pale nyumbani sasa Bunyore? Muligrow aje? Maisha hiyo ya nyumbani tuligrow kishida, lakini Mungu alikuwa pamoja nasi, sababu mpaka upande wa masomo tulihangaika sana. Juu mama yetu alikuwa na anahangaika, anaenda kila kona ndio tupate kusoma. Juu hiyo wakati tulikuwa tunalipa school fees, ikawa kama ulipi school fees hausomi. Ikaenda hivyo, baba yetu akarudi akaondoka, tukabaki tukahangaika masomo hata masomo yenyewe hatukumaliza. Sababu mimi mwenyewe niliachia 7, dadangu huyo mkubwa akaachia 5. So masomo ilidelay hivyo. Wakati mama yetu alirudi akafariki, tukakuja Nakuru. Wakati tulikuja Nakuru nikamwambia dadangu sisi tuende. Akaniuliza kwenye tunaenda unapajua? Nikamwambia wewe tuende. Tulipanda gari ya moshi. Na hiyo gari ya moshi kufika huko tulifika saa 8 ya usiku. Tukalala hiyo station mpaka asubuhi, wakatuambia sasa mmefika kila mtu aokote za. Nikachukua dadangu nikamwambia juu hatuna fare tuokote mguu. Tulichukua mguu mpaka hadi Fureria. Kutoka town mpaka hadi Fureria. Tukatafuta mali ndugu yangu anaishi, tukampata. Hata mwenyewe alistuka sana wakati alituona. Mlikuja kumtafuta kama hata mjui mahali anaishi? Jina mimi na dadangu. Wengine mkawacha Western? Okay. Sasa tukakuja tukamtafuta tukampata. Akastuka sana kutuona. Katuuliza na mlikuja aje? Nikamwambia mimi nilikaa na dadangu tukapiga hesabu tukajiuliza tumebaki kwa baba yetu peke yetu wawili na ni sisi wasichana. Kutakuwa aje? Kenye kitakufanyikia Mungu ndiye anajua. Tukaondoka. Sisi wakati tulifika kwa ndugu yangu, akatukaribisha, tukakaa. Lakini ile maisha tulikaa kwa ndugu yangu ilikuwa maisha mangumu. Ilikuwa ni ile maisha lazima uhustle ndio ukule. Ndugu yako alikuwa mlikuwa mmebaki wasichana? Tulikuwa mmebaki wasichana. Ndugu mmoja alitorokea town. Sababu wakati aliona maisha imekuwa mangumu, akaondoka. Okay. Sasa tukaishi kwake mpaka mwisho nikarudi nikaolewa. Nikaacha dadangu. Na kabla niolewe nimeolewa kishida. Nimepitia masaibu. Ulitoka kwa mama yako ukiwa na dada yako, ukakuja ukatokea kwa ndugu yako maana mashida zilikuwa mingi. Alafu sasa kwa ndugu yako maisha. Sasa kwa ndugu yangu naye tena tukapatana tena, sasa maisha yamekuwa mangumu. Yaani unapitia masaibu mpaka hata nikikaa nikifikiria masaibu najichukia. Sasa wakati nilitoka huko nikaolewa
Na ile style yenye niliolewa sikufurahia. Nilitoka kwa ndugu yangu kitu saa 11 usiku. Nikatoka. Wakati nilitoka sikufurahia. Pole sana. Pole Catherine. Mpenzi mtazamaji, leo umeona tumechange lugha kidogo, tunaongea lugha ya Kiswahili maana tumekuja kaunti ya Nakuru. Na Catherine ambaye leo anaenda kutuelezea story yake ni Mluya, kwao ni Bunyore pale Western. So ni kwa sababu tumechange watu wetu wa INKA TV, tufuatilie story yake. Unasikia hata yeye mwenyewe akieleza analia. Maana it's a deep story that I will want you to follow keenly so that at the end of this story we see how we can help Catherine to grow with her children. Akona watoto disabled kama wote. It's so painful actually to have a disabled child. So ukifika point ambayo wewe uko na watoto 4 wote ambao wako disabled, inakuwa uchungu. Catherine anatuelezea story yake venye alizaliwa na venye alijipata Nakuru County. So kwa kuja kwa ndugu yako alafu kaolewa. Hiyo kuolewa ilikuwaje? Nikaolewa, hiyo kuolewa sikufurahia. Sikufurahia. Juu nilirudi nikatoroka usiku wa saa 11. Nikatoka. Nikaenda, hata sikutaka kujua ninaenda wapi. Sababu hata mwenye tulikuwa tumejadiliana na yeye tukurudi tukakutana. Ilikuwa miaka mingapi hiyo time? Hiyo ilikuwa 205. 205. Hiyo wakati nilikuwa kwa ndugu yangu. Sasa hii wakati nimeolewa hii ilikuwa 209. 209. Hivyo ulikuwa kwa ndugu yako kama miaka 3. Miaka 3 hivi 4. Nikaona hii miaka si mzuri, nikachomoka. Nikaja dadangu akaniuliza nenda, nikamwambia usijali. Nikatoroka mimi nikaenda. Sasa wakati nimezunguka hiki kijiji, nikaona hiki kijiji usipochunga unaweza kufa. Nikapatana na huyu mzee, tukakaa lakini hiyo life ikakuwa. Tulipatana hii Morogi moja hii. Sasa wakati tulipatana na yeye, nikamuelezea vile niko, nikamwambia na ukae ukijua niko mjamzito wa miezi 3. Akaniambia nina shida. Na nikamwambia niko na mtoto mkubwa. Hebu pole nikurudisha nyuma kidogo Catherine. Ulikaa kwa ndugu yako hiyo miaka 4. Ulipata wako katikati kulikuwa na boyfriend? Ilikuwa aje ndio ukakuwa mjamzito? Nilipatana na boyfriend na huyo boyfriend vile alinikoroka akili, sikuelewa. Na wakati nilikuja nikamwambia niko mjamzito akairuka. Sasa wakati aliruka nikasema haina shida. Akasema nitazaa tu na nitalea siwezi toa. Sasa ndio Mungu naye akanipatia huyu. Tukapatana. Naye wakati nilimwelezea akakubali. Akaniambia sasa tu kuna mimba. Lakini akakubali. Sasa juu nikasema nisikae na mtu na shindwe kwani kunaenda aje. Nikamwambia niko hivi na 1 2 3. Na nikamwambia na ujue niko na mtoto na akakubali. So tumeishi hivyo. Akakuchukua na mimi. Na pale nyumbani ukitoka unaambia ndugu yako umeenda kwa sikumwambia juu kama ningemwambia angenipiga. Nilirudi tu nikatoroka hata kujua nimetoroka. Alijua asubuhi yake. Akakuchukua mkaanza kuishi naye. Tukaishi naye, ndugu yangu akanitafuta. Akasikia niko Mwariki, hakujua ni Mwariki wapi. Haya, mtu akamwambia tunamuonaka tu akienda kanisa akina tumjua yeye anatoka wapi. Sasa akaningojea hiyo stage ya free area. Akaningojea hapo akaniuliza na unaishi wapi? Nikamwambia naishi Mwariki. Akaniuliza na bwana, nikamwambia bwana tuko naye na bwana yenyewe mnaishi naye na ujui ni kabila gani? Sikujua ni kabila gani. Mwisho nilikuja nikajua ni kabila fulani. Hivyo mkipatana na yeye kwa njia hiyo kuna hiyo process. Hata ukutaka kujua mamko ongea juu unatoka wapi anatoka wapi. Ilikuwa aje? Ulikubali? Yaani ni ile tu tulipatana, habari mzuri yeye. Unaishi wapi? Nikamwambia naishi mahali fulani. Akaniambia yenyewe nimekupenda. Nikamwambia ni sawa. Kama umenipenda basi niko na mimba na niko na mtoto. Akaniambia usijali. Hiyo yote ndagaramia. Nikamwambia ni sawa. Sasa tukaenda. Ulikuwa na mtoto? Nilikuwa na mtoto wangu kwa huyo mtoto nilimwacha kwa ndugu yangu. Sasa nikakuja hukujua hata kabila ukaingia tu box. Si kujua hata ni kabila. Tulikaa naye karibu miezi 6 ndo nikajua ni Mluya wa mahali fulani. Sasa tukakaa naye. Wakati nilipata huyo mtoto nikamwambia kabla tujakaa hii miaka nataka tuende naye kwenye. Akaniambia ni sawa tutaenda. Nikamwambia na usiku uko na bibi na uko unanichezea. Tukaenda yenyewe nikashuhudia na bibi. Tukakaa vizuri na kukuja sasa ndio kaanza kupata watoto. Nikapata ule mtoto huyo mwingine marehemu.
Hiyo mimba wakati nilipata mimba mtoto nikazaa. Mtoto yani hiyo kuzaa kwake, hiyo mimba ilinihangaisha sana. Ndio kitambo nimpate. Wakati nilimzaa, mtoto alikuwa anatoa sauti nyambe, si ya binadamu. Okay. Ilimzalia private. Hiyo mimba ilinihangaisha. Ndio kitambo mtoto atoke ni kama sijui alitoka ni uwe ama ni nini kuliendelea. Haya ndio. Kama mtoto wako akizaliwa hakulia ile kawaida. Hakulia, hakutoa sauti. Mtoto hakutoa sauti. Alikuwa anatoa sauti kingine unatingiza, kasauti kanapotea. Tena kanarudi. Hiyo mama akaniambia peleka medical. Kapeleka medical. Medical akaniuliza mtoto alilia, nikamwambia mtoto hakulia. Wakatibu. Hapo sasa ndio udhaifu mtoto ilianzia. Kaenda hivyo. Mwaka mmoja nikadhania mtoto atabadilika. Mtoto alibaki tu vile vile. Mtoto ukimuosha maji ndio inakunyolea nywele. Mtoto mwenyewe ukipima kilo, mtoto aongeze kilo. Kashindwa sasa hii ni nini? Nikakaa na mtoto sikukufa moyo. Mtoto nikakaa naye akafikisha miaka 2. Kaanza kupeleka therapy. Nikapeleka nikaona medical inisaidie nikawacha. Nikazarenda. Haya nikakaa. Mama mwingine akaniambia na hospitali. Okay. Nikampeleka cafe. Akaniambia kuna hospitali nyingine inaitwa cafe. Simpeleke huko naona kuna therapy mzuri. Nikaanza kumpeleka. Nikapeleka nikaona hii mabadiliko ibadiliki. Nikaachana na yeye. Nikakaa naye sasa kwa nyumba. Nikakaa. Wakati alifikisha miaka 6, nikamwambia Mungu sitachoka nitazaa ingine. Nikapata huyu. Kupata huyu huyu mtoto akagura. Hapo sasa ulikuwa na watoto 3. Akagura. Ndio huyo naye Mungu naye akarudi akaona huyu mama ni kama ako na mzigo mzito. Wakati nilimweka kwa ward. Hiyo design ni mtoto wangu alienda, alinipumbaza akili. Wakati nilistoka kwa usingizi nikamwambia daktari, mtoto wangu amezidiwa. Daktari akaniambia hata wewe mama unatupigia kelele. Nikamwambia ni sawa. Nikaenda nikashika mtoto wangu. Mtoto wangu alinipumbaza tu dakika. Ile usingizi tu ile ya ujinga. Nikalala. Ile kustuka nilipata mtoto wangu hayuko. Ukiwa kwa ward. Yeah. Pole. Nililia. Hata wale watu wakuja kubeba hiyo mwili walistuka na mimi. Nilikatalia mtoto. Nikamwambia mtoto wako mwili naye. Wakatuambia hapana. Utatupea mtoto. Nikapiga simu nyumbani nikawaambia mtoto mwenye alikuwa mtarajia atapona, kupona, ameenda. Mzee akakuja. Mzee alikuja. Katengeneza mtoto akaenda hivyo. Sasa tumeishi mkapanga mkampeleka. Yeah, tukapeleka nyumbani. Nilikuwa na wake miezi 9. Wakati nimerudi na huyo akiwa miezi 9. Huyu naye ameenda amekwanga mwaka. Akawa mwaka mmoja na miezi 2. Miezi 2 nikashindwa mtoto akae chini. Nikikalisha kwa kiketi mtoto hakai. Kwa nini? Gaza maombi. Nikapeleka maombi. Nikajiuliza Mungu, ile mtihani ulinipatia ama ni nini? Haya. Sikuchoka na kanisa. Mimi ni mahangaika kwa makanisa. Kama kuna ule malaya wa makanisa ni mimi. Hakuna kanisa sijakanyanga. Kanisa zote nimekanyaga. Ulikuwa unapata advice kutoka kwa watu wanakuambia kanisa fulani. Wanakuambia enda kanisa fulani, aombewe abadilike. Wapi? Mtoto ako tu vile vile. Na kwa hospitali bado ulikuwa unampeleka. Exactly. Ninapeleka. Haya, ikafika mahali wakapandisha hiyo therapy. Wakasema ni 150. Nikamwambia mzee mimi huko siendi. Akaniambia nisitafute therapy nyingine. Yeah. Ulipe na mtoto ndio upewe receipt na mtoto ashughulikiwe. Haya. Nikamwambia mimi huko siendi. Akaniambia basi wewe tafuta therapy yoyote yenye unajua iko karibu upeleke mtoto. Je, utakaa na mtoto hapa? Nikafanya nini? Nikachukua huyo mtoto, sikukufa moyo. Nikachukua huyo mtoto, nikapeleka therapy. Kumpeleka therapy, mtoto alirudi nikaona tisi kuna kama badiliko. Peleka hiyo cafe, nikapeleka nikaona hiyo mwendo ni mrefu. Juu unashuka stage unaanza mwendo. Ni kama kutoka hapa mpaka Freria. Nikaona hapana. Nikaachana nayo. Nikapata ingine nunga besi.
Nikaanza kupeleka Nunga Besi. Nikapeleka kaanza kukaa. Nikaanza haya. Kumbe mtoto wangu ameanza kukuro. Haya kwenda hivyo wakarudi wakahama. Kuhama sasa sikujua kwenye walie. Nimekaa. Nikaona mtoto wangu Mungu ameanza kufuata nani ameanza kwenda na matako. Kaanza kuenda. Lakini nikisimamisha kasimami. Hii miguu mmoja inanyoroka, ingine inyoroki. Ukiguza huko mzizi imekuwa ngumu. Mpaka imekoma, inakaa kama mtu mzima. Haisongi. Mtoto ukisimamisha mtoto anasimama hivi. Ukijaribu kumnyorosha anapiga nduru. Nikaachana naye, nikamwambia Mungu wewe ndio utaondoa huyo mtoto mali yako. Nikakaa. Ndio nikapatana na mama mwingine hapa hivi akaniambia kuna therapy nyingine iko hapa Naka. Hebu tujaribu hiyo therapy. Ndio sasa wakati tumepeleka ndio at least nimeona hata naweza peleka ashike kitu avurute. Lakini sasa kuongea haongei. Haitiki. Mtoto hata ukimuita labda ageuka ajue ni wewe unamuita yeye. Acheke. Mtoto mali amekaa ni hapo. Ndio mbebe umbadilishe umweke mahali pengine. Mtoto mwenyewe ukiachia watu wataki kukuangalilia mtoto. Inabidi sasa anafanywa kila kitu. Sababu anafanywa kila kitu juu akiwa njaa atalia. Na mwenye aelewi atasema ni mtoto ako kisirani. Juu analilia nini? Na mimi ninajua kilia ni njaa. Sasa nikaanza kuenda hivyo. Si imerudi nimepata kazi hapa Madaraka ya ukilini. Anza kufungia kwa nyumba nikienda. Nikamwambia Mungu nitafanya kazi lakini nao ndo anirindia mtoto. Kafika mahali nikamwambia Mungu hapana. Nitakuwa nikiweka mtoto wangu kwa muongo. Kama watanifukuza hiyo kazi ni sawa. Naye Mungu na akawaingia ndani. Kwa naenda tu na yeye namweka hapo kwa varanda. Ninafanya kazi. Ulikuwa unamwacha kwa nyumba siku nzima alafu narudi jioni? Mchana mzima. Narudi jioni. Naenda. Mimi narudi. Sasa ilikuwa nasumbuka sana. Sasa nilikuwa najipa kidogo, nampatia chakula, nampatia chakula nafunga mlango mimi naenda. Namfungulia redio. Anasikiza redio mpaka analala. Juu nilikuwa tunaenda na huyu nikaanza kuingisha shule juu sasa sikukuwa na mwelekeo, sikuwa na mpangilio. Mama mwingine akatoka tu from nowhere. Ndiye alilipia school fees ya mtoto nursery. Mtoto akafika mahali sasa ndio kaingia 1. Hata hiyo mama mahali yako namuombeaga Mungu sana. Ni mama tu sijui alitoka wapi. Ni Mungu tu alimleta. Sasa nikashukuru Mungu. Sasa nimebaki na huyu. Ndo tunangangana naye, naenda naye kazi, narudi naye jioni. Baridi tukigonga tunagonga naye. Hasa kama juzi aligonjeka nikapeleka ward, nimelaza ward, nimetoka ward. Ndio nikamwambia Mungu asante kwa kunirudishia mtoto wangu. Ndio nikasema Mungu isikuwe tena kama ile nyingine. Nilipeleka nikarudi mkono tupu. Mungu nikienda nirudi na yeye. Nisiende nirudi peke yangu. Hapana, Mungu nimekataa. Ndio Mungu yeye alisikia maombi akaniambia hapana. Usichoke. Mzigo ni yako mpaka nirudi nikajiuliza Mungu. Hii ni mtihani ulinipatia ama ni nini kweli? Sasa sikuelewa zaidi hapo. Mtoto ndio anagrow tu. Ako 8 years. Kwa 8 years, ako miaka 8, mtoto asimama. Mtoto asongi, atembei, aongei. Asiki hata ukimpea kikombe, juu kushika kikombe. Yeye kazi yake tu ni kufanyia hivi. Sasa unajua akikufanyia hivi unaona at least ndio unajua amesikia njaa. Ama anataka kuchinjwa. Hiyo mikono anakula, ukifunga mikono kanapiga nduru. Sasa hata unashindwa maisha ni gani? Sasa mimi na sikuchoka, Mungu akanipatia huyo mwingine. Mimi wako 8 years, naendanga na yeye kila siku. Naendanga na yeye. Okay, after huyu kana ulikuja ukazaa mtoto mwingine. Nikazaa huyo mwingine nikamwambia Mungu hata kama nimepata huyu, usiniaibishe. Niweke mtoto atembee na jue kila kitu. Yenyewe Mungu alisikia maombi. Nikakupatia mtoto mwingine. Sasa yeye ako sawa kabisa. Huyu ako sawa. Huyu mtoto after ulizaa wa kwanza bado ndio ule mwenye aliaga. Alikuwa exactly kama huyu ama huyo sasa ule sasa ndiye alikuwa uwasi. Ule sasa ndiye alikuwa mbaya zaidi. Ulikuwa na kalisha chini, hakai, spine cord imechomoka. Unaona ni kama inataka kuchomoka. Naenda na muinua mbio, na muekelea na mlalisha. Sasa ilikuwa tu ni kulala hivi. Mtoto habadiliki. Mtoto yako tu huko ungehesabu mifupa, ujue ni mifupa ngapi. Huko ungehesabu ujue. Mpaka hii kichwa yote hivi. Ungejua hii kichwa iko na mifupa ngapi.
Hiyo siku ndo nilijua kichwa iko na mifupa ngapi. Mtoto mwenyewe ukimlisha kilo haongezi. Juu mtoto wakati nilimzaa na kilo 4. 4 kilos. Lakini ilifika mahali akaanza kureduce. Akakuwa kilo 6. Ile wakati yenye Mungu alimchukua. Yalikuwa kilo 10. Hiyo kilo 10 ilikuwa nikutanganya. Pole sana. Ilikuwa 10 kg ndio akaaga dunia. After umestruggle hiyo time yote. Pia tena umestruggle for you the same way. Sasa watatu ndio alikuja akakuwa hapo sawa. Wakati umezaa mtoto wako wa kwanza ambaye aliaga na pia ukazaa huyu mwenye akona ulemavu, mzee wako yeye alireact aje? Mzee anarudi kusema ni ya kwetu, mara sijui nini, hata sasa sielewagi. Sasa nashindwa ni mtihani Mungu alinipatia ama ni nini? Na nikamwambia Mungu kama ni mtihani ishi hapo. Isirudi tena. Mpaka unafika mahali unaogopa atakuzaa mwingine. Ndio kwa sababu unaogopa, lakini ulijaribu kuzaa huyo mwingine kwa sababu uliona wengine wote bado ni wako na ulemavu. Ilifika aje mpaka ukafikiria ama wewe mwenyewe umewahi fikiria ati hii ulemavu ni ya hiyo wanaita lineage ya kutoka kwa mume wako ama kwako? Umewahi kufikiria? Hiyo kitu sijawahi fikiria sababu wakati nilienda kwao nikaambia mtoto wa dada yake alikuwa hivyo, lakini yeye naye alirudi akatibiwa kapo, akatembea na akagrow. Sasa huyu nikipeleka wanaweka kienyeji wanafanya sijui nini, habadiliki. Mtoto ako tu pale pale. Wanakuambia mara sijui ukiamka asubuhi sijui mwagilie hiyo dawa uone kama atanini kama atastuka. Mara sijui chukua muoshe nao mwili. Mara sijui ukioga mwili muweke katikati ya miguu. Yaani hakuna kitu sijafanya. Baka unaambiwa nichimbe shimo. Nipime futi. Nimuingishe. Nikisha muingisha hiyo mchanga ifike hapa. Ikishafika hapa sima tuone kama anaweza simama. Sijaijaribu kitu kama nikamwambia Mungu unisamehe. Siwezi fanya vitu kama hizo. Hujawahi fikiria kujaribu hizo wenye watu wanakuambia za kienyeji? Juu nilikuja nikapiga hesabu nikaona unaweza fanya zingine zigugeuke. Lakini wewe mwenyewe kwako kwa roho yako ulikuwa desperate unataka mtoto wako akue sawa. After sasa watoto wawili wametoka ulikuwa unaniambia off air. Ulikuja ukaona as a mother, unajua kuna ile time unasema acha ujaribu njia nyingine. Ulikuja ukafikiria ukaenda njia nyingine. Nikaenda njia nyingine, nikatereza, nikaambia Mungu acha nijaribu hii mtihani nione. Wakati nijaribu hiyo mtihani nikaona mtoto ako sawa na grow kako sawa, ukiona kanafanya tu vitu kama watoto wengine. Saa hii ndio ako miaka 3 kanaongea, hakuna kitu akajui. Unajua Catherine, it's a hard decision wewe kukaa chini as a mother na unajua wewe you are married. Ufikirie sana kuenda njia nyingine. Unajua kuna mtu sasa anatuangalia anafikiria njia nyingine ilikuwa gani. Na ulifikiria je mpaka ukafika kwa hii decision ukaamua sasa wacha nijaribu. Ilikuwa mimi nilikaa chini nikafikiria nikaambia Mungu kama ninazaa watoto wako hivi Mungu acha tu nitereze tu kidogo tu nione kama ni kwetu ama ni kwa kina mzee. Nione hizo damu mbili ni gani iko na kasoro. Sasa wakati nilitereza hata kwa akili yangu sikujua kama mtoto anaweza grow akakuwa vizuri. Sikujua. I think naona kama ni Mungu alifuata ndani. Mimi alikuwa rafiki yako ama alikuwa ni mtu? Alikuwa tu ni mtu. Tuseme alikuwa tu ni baba tu ndio ni baba amekoma lakini ile na tulikuwa tumeingiana sana lakini sikuelewa aliniingisha aje box. Sikuelewa. So ni mtu mlikuwa mnaongea na yeye ulikuwa unamjua. Ukamwambia ulimuelezea shida yako na? Sikumuelezea, sikumwambia. Juu kuna wengine ukiwaambia huwa wanakutusi ama wanakuachanisha. Sasa mimi nikasema acha ninyamaze. Ukanyamaza tu kajaribu tu. Ukapata umeshika mimba. Mwenye ulishika mimba mzee wako hakushuku mimba. Hakushika hata hakujua. Hakujua. Ukaendelea na hiyo mimba. Sasa tofauti hiyo mimba hiyo huyu mtoto mdogo ni gani na hii au wengine? Yenye hiyo life ulisema wakati ulipanga na mimba ya huyu na yule ambaye aliaga ulipitia uchungu. Yaani marehemu na huyu uchungu the same. Sababu walipitisha masaa. Huyu ilistahili ni mzae jioni. Nikamzaa saa 12 asubuhi. Juu mpaka sasa nimechanganyikiwa.
Ikawa sasa daktari wakaniambia, mama juu umeshindwa kupush, wacha tukupeleke Vieta. Nikamwambia hiyo Vieta mimi siendi. Wakaona kama nimerukwa kichwa. Juu nilikuwa nafanya tu vitu zenye hazieleweki. Mpaka ninapiga madaktari. Madaktari wakaamua kunifunga miguu. Wakaniambia mama utapusha ama upushi. Juu sasa ilifika mahali sasa uchungu ikanilemea, nikakaa tu kama chizi. Nikazaa mtoto. Juu ule mwingine, ule marehemu ilistahili ni mzae saa 4 ya mchana. Nilimzaa saa 8. Juu amekuuma mpaka amechoka. Sasa unaona akikuuma amechoka hizi lia. Sasa hawa watoto wawili niliwazaa kama hawali. Yeah. Wote wako analia. Huyu mwingine mimba yake ilikuwa rahisi. Huyu ilikuwa rahisi wakati ni mzaa alilia. Alilia. Lakini huyu na ule hawakulia. Yeah. Okay. Sasa mzee wako yeye yani watu wa familia mzee wako unajua wakati sisi ni Africans huko. Yeah. Unapata wakati watu wengi wanazaa mtoto wenye ni walemavu kuna venye wanakujaji huko kwa village. Yeah. Wewe kwako imekuaje? Pale nyumbani. Mimi kwangu sijui naweza sema nini sababu nikiangalia naona kama kwao kuna hiyo shida sababu nikiangalia kwetu wako sawa, madada zangu wanazaa wako sawa, mandugu zangu wakiwazaa wako sawa, lakini sasa unashindwa yani kwa familia yote ni mimi peke yangu nimezaa hii nimezaa watoto sana. Yeah, mimi kwa madada zangu watu wanasema watu wanaongea watu wanasema unajua sasa nikienda kwetu wanarudi wanasema ni kwa kina mzee. Kwa kina mzee nao wanasema ni kwetu. Na mimi nawaambia kwetu wako sawa, wanatembea wanaongea. Lakini huku kwenyu mimi nashindwa ni nini? Juu ukiangalia mtoto mwenye nimezaa kwao ndio huyu. Huyo mwingine tena ndio huyu. Na huyo msichana mkubwa yule. Huyo msichana mkubwa ako sawa. Ako sawa kabisa. Yeah. Yeye anaenda shule? Kabisa. Hata kwa karibu kulama anaenda shule ya kawaida. Anaenda shule ya kawaida. Yeah. Lakini ako na ile shida uliniambia ni speech kuongea. Mwenye ako ni kasoro ndio huyo mkubwa yeye ndiye aongee. Lakini vitu zingine zote anatamka maneno. Ukisikiza vizuri anakaa kama mtu mwenye anajifunza. Unaona venye mtoto anasemaga tata hivyo sasa. Anaanza. Yeye ako grade 7. No, mkubwa. Grade 7 yako 8 years. Na mwingine ako miaka ngapi? Huyu mwingine ni miaka 3. Miaka 3 sasa. Umewahi kuwa na shida na mzee wako kwa nyumba juu ya hao watoto? Huwa tunaletana sana. Juu anafika mahali ananipigia kelele ananiambia hata watoto wako juu unanizalia hapa umenizalia hapa mtoto mwenye anashinda tu kwa kiti, mtoto afanyi kitu yoyote. Mimi kwetu tumezaa watoto wenye wanatembea. Ukiangalia mtoto wangu wa kwanza ametembea. Namwambia sasa ukiniambia hivyo, ni mimi ni Mungu, mimi si Mungu. Mungu ndiye huleta hiyo. Na mimi zaidi hapo mimi sielewi. Namwambia mimi hata mtoto wangu atembea sitembee. Mtoto wangu siwezi tupa. Siwezi tupa. Siwezi. Juu hata kwa hii ndoa tukai na amani vile. Ndoa yako ina amani juu yao? Haina amani kabisa, haina amani. Unakuta mali pengine tukikorofana mpaka lazima juendishe mtoto ndani. Sasa unashindwa na muuliza mtoto anakuuliza mtoto ako na hatia gani? Mtoto ana hatia. Mtoto ni malaika ya Mungu. Unafikiria ni kama hao watoto hawangekuwa hivi venye wako ndoa yako ingekuwa nzuri? Hivyo ndivyo akili yangu inakongaga. Mtazamaji wa INKA TV unasikia story ya Catherine ambayo tunaifuatilia kabisa mpaka amesema venye alizaa watoto right from when she was pregnant. Mimba ya watoto ambao wawili walemavu haikuwa sawa, ilimsumbua mpaka dakika ya mwisho. Wakati alienda hospitali kuzaa au watoto hawakulia, so from day one alijua tu au watoto hawako sawa. Akaendelea kuwalea, kwa bahati mbaya mmoja akaweza kuangalia. Huyu mwingine ambaye mnamuona hapa sasa ako 8 years. But you can see ayuko mtoto wa normal wa 8 years hafai kukua venye huyo wako. Anafaa kukua at least bigger. So it's because ya hiyo disability ndio inafanya huyo mtoto bado wako tu mdogo hivi. Anafanyiwa kila kitu. Hata sasa Catherine anasema kuna ugumu wa kutoka kwa nyumba kuacha huyo mtoto. Kwa sababu hata kuachia neighbors huyo mtoto it's a big problem. Hakuna mtu anataka kuangalilia mtoto. Fadhali ya bebe mtoto wake aende na yeye kazi, of which she's a cleaner. It's a manual job. So it's hard kufanya kazi na huyu mtoto wakiwa pale mali anafanya kazi. Ametuelezea ilifika point mpaka yeye mwenyewe akafikiria is it a problem ama is it a problem from the husband's side, sorry. It's a problem from the husband's side.
akaenda kutafuta njia nyingine ambaye anaweza kutatua, ajue kama ni shida yake, ni shida ya kina bwana yake, ama ni shida ya medical tu. Akaenda nje akapata mtoto wake ambaye ni mdogo sahi, ako na miaka 3. Na huyu mtoto sahi ako sawa kabisa. Ndio? Yeah, ako sawa. So wewe tangu utoke hapo upate mtoto mwingine, umewahi fikiria hata kuambia mzee wako, kama kuna siku ambayo unaona ni kama uta open up umwambie? Naona nikimwambia anaweza leta kelele. Sasa ni fadhali tu ninyamazie. Yeah. Fadhali tu ninyamazie sababu ninamjua. Yeah. Bwana wako ni mtu aina gani? Yaani ni mtu mwenye ambaye ukimwambia kitu najui kitu itamguza, ni mtu hasira. Ni mtu hasira. Mtu ako na hasira sana. Yeah. Na wakati unamwonanga ukicheza na huyo mtoto kwa nyumba na niye mpaka nikoshua alikupeleka hospitali. Yeah. Wewe una feel aje? Mimi huwa nasemea tu kwa roho, na nikimwona tu akicheza na huyo mtoto huwa ninaambia tu Mungu anifunge tu mdomo. Isiwe poka. Isiwe. Yeah. Ni siri ambayo umejiwekea mwenyewe. Na nyumbani watu wanajua ama nyumbani hawajui. Sitaki kuambia. Sababu nikiwaambia na ndio wengine hawezi nyamazia. Yeah. Pole sana Catherine kwa mambo umepitia. Tumeelewa history ya watoto wako kwa ugonjwa wao sasa. Na hospitali ukienda, apart from Kwao, umesema Kwao kuna watoto ambao walikuwa hivyo lakini wakapona. Sasa kwa hospitali, jua unawapeleka hospitali, wanakuambianga shida ni gani? Nikiwapeleka hospitali huwa wananiulizanga alilia, nawaambia hapana. Haya, wanaanza kumpima, wananiuliza alitoka kilo ngapi, waelezea. Wanapima, wananiambia lakini kilo tunaona anaongeza, na mbona hiyo wakati mwingine hakuwa anaongeza. Nawaambia alikuwa mdhaifu. Juu kitambo sasa mtoto akubali chakula. Unaona? Na kuna chakula zile zenye mnaambiwa muwape. Au na otherwise labda mambo mpikie maragwe, labda sijui. Wako na special diet yenye wanakula. Na labda una otherwise ya kupata hizo. So utampatia yenye iko karibu. Mfuisha itakikani hivyo, si ndio? Na itakikani hivyo. Sasa mtoto kama huyu atakani akunywe chai. Sasa anatakana kama maragwe. Vitu yani zile vitu ziko na nguvu. Proteins. Ndio mambo mpatie sana. Nimpatie. Na unakuta hizo vitu anakuelezea hivyo, zingine ni pesa. Kuna ingine utapata ndio, lakini utapewa leo na kesho kutwa. So unaona huyo mtu atachoka na wewe. Atachoka na wewe. So huyu mtoto hebu niambie venye unamkanga asubuhi, sasa sio huyu peke yake, hata yule akona disability. Day yako inakuanga aje ukiamka asubuhi kuwatayarisha mpaka utoke? Mimi nikiamka huwa ninamwosha huyu, namwambia ujitayarishe kitambo nimalize kutayarisha hawa. Sasa wakati unakuta kutayarisha kwa huyu na huyu hakuna tofauti. In the same. Sababu unakuta ile harakati yenye ulianza kutayarisha huyu unapata huyu hajamaliza. Unaona? Unamaliza unaenda kwa yeye. Unaona? Sasa ukimaliza kwa yeye ndio unaenda kwa ule mdogo. Ndio sasa unakuta hata ile masaa mlikuwa muende kazi unakuta mpaka umechelewa kiasi. Na mbona ukufikiria kupeleka huyo mtoto special school? Hiyo wakati ulikuwa na demasa mwenye alikuwa hiyo shule, akasema mtoto anastahili apelekwe special school. Sasa sijui kulienda aje. Huyo class teacher wake akasema tunataka majina za mtoto, nikawapea. Sasa mwishowe akakuja akaniambia demasa amesema hata hakuna haja ya kupeleka mtoto special, acha asomee wapi? Asomee huko. Sasa mimi nikanyamazia, nikasema kama waliona hivyo ni sawa, acha tu asome. Na nini yake iko aje shule, performance yake? Performance yake ukiangalia yani maandishi yake ni ile anakuambia leta moja, na hiyo leta inajaa kitabu mzima. Na ako grade 7. Ako grade 7. Sasa kama ni D tu. Ndio ukiangalia vitabu zake ni D. D ndio inaongea peke yake. Lakini ukimwandikia 1 2 3 haandiki hiyo. Yeye anaandika tu D. D. Ukimwambia andika mtu, achore mtu, anachora mnyama. Na huyo mnyama mchore vizuri. Na sasa nyinyi kama wazazi hamjawahi fikiria mseme maybe mpeleke, because
Mimi najua watu wengi ambao wako na watoto kama hawa, unapata mostly unaadvisiwa wapeleke special school. So unaona kama yako grade 7, amekuwa akifanya aje mpaka na grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Na bado umesema kama ni dia anaandika yote. So walimu hawajawahi hata advice wa kuambie utafute njia nyingine. Hao walimu hawajawahi niambia kitu yote. Wao wanamrukisha tu class. Wao wanamrukisha tu, wanapeleka tu. Na tena hii yenye unasikia siji special school. Hakuna mwenye anakuambia. Hakuna mwenye anakuambia. Sasa kama tuseme kama labda kulikuwa na kitu ilikuwa inapeanwa mahali kama wheelchair ya huyu. Unakuja kusikia baada ya wiki 2. Unaona? Unakuja kusikia baada ya wiki 2. Sasa unashinda hata mwenye anakuambia kusaidii. Joreda anakuambia nishapeano. Hakuna venye utajipeleka huko useme nataka. So watakuuliza mbona hujasikia? Hivyo hata hujajiandikisha kwa watoto kama hao, kuna mahali wanaandikishwa hapo kwa. Sasa isipokuwa hii yenye ililetwa juzi hapa. Hii yenye ililetwa juzi hapa. Kuna karibu wa mama kadhaa ndio walinikoja kaniambia kuna kiti inaandikishwa hapa Fred yapeleka watoto. Ni account ya mama. Ilikuwa hii yenye walikuwa wanaandikisha watoto walemavu wenye ambai waamuki na wamama wajane vitu kama hizo. Sasa wakati nilipeleka huyu na huyu walikataa, wakasema tu huyu ako sawa. Sasa wakaandikisha huyu. Walimwangalia tu wakaona. Walimwangalia tu wakasema sisi hatuandikishi mwenye anatembea. Tunaandikisha mwenye anakaa chini. Mwenye anakaa chini. So huyu ndiye aliandikishwa at least. Sasa huyu ndiye aliandikishwa peke yake. Sasa tujui Kenya watafanya mbele. So you hope for the best. Mwenye ameandikishwa maybe utaanza kupata at least kitu kusaidie kumlea huyu mtoto. Kuna madawa anatumia? Hakuna madawa anatumia. Hakuna hata. Hakuna. Anafaa kutumia. Anastahili kuna madawa anastahili kutumia, kuna dawa niliambiwa hospitali. Hiyo dawa waliniambia jina. Lakini naenda hiyo dawa ni bei kali. Sasa mimi nikawaambia mimi hata sina venye naweza afford hiyo dawa. Hakuna. Ndio venye naweza afford. Hiyo dawa ni kama how much? Niliuliza nikaambiwa ni dawa. Dawa tablet moja? Yeah. Anafaa kunywa kila siku? Na ni kila siku. Asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Na usichelewe. Na ni ile inakatwa pieces. Umpe mzima unakata pieces. Pole sana. Catherine, umegive up kwa health ya huyu mtoto, umeona ni kama acha tu akaa hivyo ama bado uko na ile will ya kuendelea kutafuta venye mtoto atapona? Mimi mambo na huyu mtoto mimi seme tu yani hata kama ninaishi na yeye ninaambia tu Mungu hapo pengine anitendeko tu mema. Afanye kitu venye anaweza jua. Bora tu hata kama atatembea ni sawa. Hata kama ataongea ina shida. Kuongea ni baadaye. Atembee tu. Nataka tu atembee. Atembee tu. Na kwa hospitali wanasema kuna venye anaweza pona kwa hii condition. Hospitali hata wakwambii kitu yote. Wao ni kukufanyia tu yenye watakufanyia, wanakuambia hapo pengine ujipange. So kuna ile information wamekwambia ukiendelea kuja hospitali at least atapona. Na sasa hii una pesa ile ya kumpeleka, unampeleka physiotherapy. Nilikuwa nampeleka physiotherapy. Sasa wakati walifika mahali wakapandisha. Mimi nikajiuliza labda umepata hiyo 150. Na hiyo 150 ndio inastahili ndio upeleke huko. Na una fare. Utaenda bedi kwa mguu? Huwezi enda mguu. Unaona ni ngumu. Huwezi enda mguu. Okay. Hapa nyumbani mnaishi aje? Unafanya kazi gani? Mzee wako anafanya kazi gani? Mzee hapa anafanya kazi ya vibarua kama kulima. Pata mtu anataka katiwa maua anaenda anamkatia. Kama kulima vitu kama hizo. Na yenye tu atapata kikosa tunaka. Hivyo kuna siku ambayo mnaweza kosa mlale njaa. Hata kuna siku tushailala njaa kwa hii nyumba na hakuna mwenye alijua. Hakuna mwenye alijua. Nikamwambia mzee huku nje hakuna haja kuambia mtu umelala njaa. Juu wengine sio kusaidia mtu, wengine na kukutangaza tu. Sasa unanyamazia tu. Naye anarudi naambia Mungu kai, kusa huyu kijana asilie usiku. Analala mpaka asubuhi. Juu akisikia njaa, analia. Juu akisikia njaa atalia. Hamutalala. Na hiyo maji atakataa kukunywa. No. Yeye atataka chakula. Sasa kwa siku mnatumia mnapata kama how much? Kwa siku tuseme kama sasa kama leo aende atafute. Aidha anaweza pata hata 200. Unaona? Hiyo 200 umeweka unga, hujaweka makaa, hujaweka mafuta ya kupika, hujaweka mboga. Unaona? Unakuta hata hiyo 200 labda itatosha. Itatosha na bado kuna watoto. Unakuta labda hiyo mboga umeipika bila mafuta. Wakule na maji hivi.
Watoto sasa wamezoea ndio maisha. Wamezoea tu. Na rent unapata aje? Hii rent hiyo usafiri, hiyo kazi ninafanya ndio hiyo pesa yenyewe wananilipa ndio ninalipa nao rent yenye nabaki tunakula. Ndio hapa naona mmerent. Mnalipa rent ya how much? Kuna mtu anaweza kuwa anaangalia story, anaweza kuhurumia seme akulipia hata rent ama kusaidia venye unaweza pata rent. Rent mnalipa how much? Rent hapa tunalipa 4,500. 4,500. Na yani kitambo sasa upate hiyo rent na umengangana. Hiyo umengangana. Juu mwenye hapa naye ni ule mwenye atakai kungoje. Ikifika tarehe 5 nakwambia tarehe 10 ndio mwisho. Tarehe 10 ndio hataki kujua na. Leo ukichelewa atakufungia tu mlango. Juu plot yenyewe nilikuwa by the way alinifungia mtoto kwa nyumba, nililia sana. Hiyo kitu iliniuma sana. Ilikuwa aje? Nilikuwa yani nilikuwa nimeenda job. Na nikasema kitambo nimalizie kazi, si nitakuwa nimerudi. Nikaharakisha hiyo kazi. Kurudi nilipata wamewekea mtoto kifuri kwa mlango. Na mtoto ako ndani ya nyumba. Alikuwa anajua kuna mtoto kwa nyumba. Ni kama hakuwa anajua, lakini watu wenye walikuwa hapo walijua kuna mtoto kwa nyumba. Unaona? So ni kama ni kitu ilifanya makusudi. Ndio niongee. Sasa mimi wakati nilifika nikawauliza, yani wanaweza fungia mtoto wangu kwa nyumba? Nilikasirika, nikachukua mawe. Niligonga mlango mpaka nikavunja kifuri. Nikamwambia mwenye nyumba, mimi mtoto wangu hata utafungia kwa nyumba na mimi niko nje na watu wakwambia kuna mtoto kwa nyumba. Akaniambia wewe mama, kama wewe unastahili kupelekwa kwa chifu. Nikamwambia mimi kwa chifu ni sawa, nimekubali kuenda. Nipeleke tu, lakini sikupenda kwangu. Ninatamani sana nipate wheelchair. Nimsukumage na wheelchair, nampeleka wapi? Tunaenda naye kazi. Atisi nifanyage kazi na muona dule pale. Mimi si furaha yangu kufungia mtoto kwa nyumba, unaona? Si watu wengi wanafurahia. Si vizuri kumfungia. Na si poa tena. Vitu azizi hapa. Alafu naona nyumba yenu ni ndogo, hata kuna maji pale, mtoto anaweza fika jikoni. So it's dangerous. So landlord hapa naelewa. Sasa landlord hapa ni ule, unajua sasa hizi nyumba wameziweka kwa agent. Hizi nyumba wameziweka kwa agent. Na agent ni ule mwenye ajui ku understand. Na maagenti wengi ni sumbua. So hata huu wetu naye unajua naye ukimpea masaibu zingine anakuambia si wewe peke yako kuna shida. Ni watu wewe. Ni watu wengi kuna shida. Sasa inabidi tu unyamazie. Okay. Pole sana, naona umepitia magumu sana. Na venye unanielezea hata kuna siku mtoto alifungiwa. So and your neighbors hapa, maneiba wako mna relate aje na wao? Sisi wanajua kuna watoto walemavu kwa nyumba. Sasa hata maneiba wengine hapa unajua si wote wazuri. Kuna wazuri na kuna wabaya. Na sasa inastahili unasoma mtu. Ukisoma mtu ujue huyu mtu kuna venye hataki stories zako unamwepuka. Na kuna mwenye anataka stories zako. Unamwelezea shida zako. At least kama kuna mahali akona kitu zitakupete, anakusaidia. Kuna mwingine mwenye unaweza muelezea abaki kuongea. Sasa mimi naona kuliko mambo mingi ni ku avoid. Kuna venye umewahi tengwa juu ya hao watoto? Kuna jirani tuseme kuna ploti nilikaa na nikafanyia madharau juu ya watoto. Lakini hiyo kitu kunifurahisha, no sikumweka kwa roho. Nikasema siwezi mkasirikia sababu labda sikupenda kwake. Na ni mama tu ako na watoto. Nikasema siwezi mweka kwa hasira sababu unaweza baba mtu vibaya na Mungu naye akubebe vibaya. Unajua anasema kasamea mwenzako ndio samehewe. Sasa mimi sikubebaka mama vibaya. Juu ndio alinifanyia madharau, lakini alifanyia nini? Yaani ni ile venye unanikaka mango za watoto anakuambia ati mango za watoto wako zinaninukia. Ninakamwambia kama unaona zinaninukia, si ungesongesha tu kando kuliko utoe. Sasa dakika mwisho alienda tu akakata kamba. Kukata kamba akasisanya akaziweka pamo. Nikasema haina shida. Nikakasirika nikaambia Mungu nipatie pesa nihame. Hata ikiwa ni usiku nitahama. Mungu na akanifanyia hivyo venye tu niliongea, Mungu akasikia. Na nikahama. Nikamwambia Mungu mali nitaenda nikaisema. Nikai tu save na watoto wangu. Juu sikupendwa, tuseme sikupendwa kwa mtu mtoto akae hivi. Atuoshage mtoto, unamtayarisha unamweka pale mtoto anangojea umulishe, si mtoto anaweza jichukulia kikombe, si mtoto anaweza kukwambia mama nasikia njaa. Mama nataka hivi. Yeye yako tu. Kila kitu unamfanyia, umpatie, kuosha, kumvalisha.
Si kama huyu venye unaweza sema atakwambia mama nasikia njaa. Mama nataka chai. Mama nataka. Huyu yeye yako tu. Nujiambie na akili gai mtoto wangu ako njaa. So, ama yaone umechelewa aanze kulia. The only thing anafanya ni kulia ndio utajua mtoto sana kulia. Na unajua yeye akiona mtu na kikombe inapita. Unajua ufesa atalia. Imagine mtoto wako 8 years. 8 years yeye anafanya. Naona mimi sipendi mtoto kukaa mahali anaangalia wengine wakikula, sipendi. Naona hiyo ni picha mbaya. Sipendi. Mtoto mwa mnatoka na yeye ama mostly anakaa kwa nyumba. Huwa ninachomoka na inafunga kwa mgongo. Naenda naye. Siwachagi nyuma. Juu zuri anatembea. Naeka kwa mgongo tunaenda. Jioni tena sisi ndio. Mshazoea. Natoka na mtoto narudi naye. Okay. Sasa hivi uko na hii shida yote, umeniambia mzee wako apati pesa vizuri, anafanya vibarua, wewe pia same ni vibarua unafanya. Hivyo maisha yako ya ndoa na maisha yako hapa nyumbani ni magumu sana. Umewahi jaribu kutafuta usaidizi maybe kwa your relatives, your family? Kwa wanasema ni ndio story. Relative wengi hapa yuko karibu na kuna wengine unajaribu kuambia, anaanza kukuambia sasa wewe uliona tu leo upitie mashida kama hayo. Si utoke kwa ndoa. Alafu mwenye anakuambia hivyo yeye hapo kwa bwana. Sasa utaacha bwana tu uhangaikae. Si afadhali utulie mahali pamoja. Hata kama ni shida, unajua kuna mahali pengine Mungu huwa anasaidia mwenye anajisaidia. Umewahi fikiria kutoka? Ninafikiria kitu kama hiyo kutoka, lakini tena nafika mahali naambia Mungu kama ndio kutoka nirudi nizunguke huko. Wacha tu nitulie. Kenya utanipenda hidika. Nitatosha. Hivyo kutoka nyumbani napata usaidizi. Kutoka nyumbani sipata usaidizi. Na kwa familia ya mzee wako unapata usaidizi? Hakuna. Mko tu nyinyi pekee. Hivyo tu. Tunasafa tu hivyo na watoto. Ama mjai walazimu mpaka muende kuwaomba usaidizi? Wanajua. Kujua wanajua, lakini sasa ni wale wenye anakuambiaga ukiona town imekushinda enda nyumbani. Catherine, pole. Kuna a very touching story yenye hata mimi nimesikiza hata nimeshindwa nitasema nini, kwa sababu na imagine life yako na hao watoto wenye iko hapa kwa hii nyumba yenu. Na hata nyumba yenu inakaa ndogo, ni kama bado mmejifinya huko so that muendelee na life. Mbona hujaifikiria kurudi nyumbani? Unajua tena hiyo kuenda nyumbani tena ni gharama. Unajua tena kubeba vitu. Fare ndio hiyo. Nyumbani kwenye hakuna nyumba, utaenda uingie wapi? Hakuna nyumba. Hatuna nyumba. Hajajenga. Sasa utatoka hapo uende. Sasa mimi sielewagi shida ni nini? Kama ni juu ya pesa. Sielewagi juu hata nikimuuliza huwa ananiambia yeye anatafuta pesa. Na pesa zenyewe ni zile zikipatikana ni kukula. Unaona sasa mpaka nyumba inasaulika. Mtoto ambaye aliaga, pole kwa kurudisha tena nyuma. Mlimzika kwenu ama? Tulimzika kwa kina mzee. Kwa kina mzee wako? Hapo mahali penye hakuna nyumba. So nyumba yenyewe iko ni kwa wazazi wake. Ni kwa wazazi wake. Mkiendanga nyumbani kama hizi holidays, mnaenda kwa wazazi? Tunaenda tunalala tu kwa mzazi. Okay. So hakuna help when you receive from your family na from his family. Nyinyi wenyewe ndio mnajitegemea tu. Hivyo. Pole sana. Story yako ni touching ndio nilikuwa nimesema na umetuelezea. Tumekwambia it's our first time actually in Nakuru. Your friend aliturefer tukakuja hapa tukasema acha tukuje tufuatilie story yako. Juu kuna watu wengi sana wanatuangalia pale nje wanaweza taka kusaidia ama wasaidie mtoto. Kwa sasa hii mtu anaweza taka kusaidia, unaweza taka kusaidia wapi? Mimi naweza omba tu kama kuna mwenye anaweza nisaidia. Nipate tu makao yenye najua sitaitishwa rent. Na nikae na watoto wangu. Upate tu mahali unakaa. Ndio nipate kutu at least nafasi Kenya na saidia mtoto wangu. Hata kama atatembea, hata kama atafika mwanamume mzima na ningangane naye anatembea. Hujachoka bado? Sijachoka. Tangangana tu. Juu ni mtoto wangu, siwezi mtupa. Of course. That is the love of a mother. Hapo uweze tupa mtoto tangangana na yeye. Na kuna mtu anaweza angalia maybe akona place anataka kupeleka outside Nakuru. Unaweza kuwa open kuhama kutoka Nakuru. Yes, open. So ni makao. Alafu another thing. Ni makao na tena kunisaidia huyu. Nikisapata mtu anaweza ni support mtoto na surprise. So hii support huyu mtoto si hata hospitali. So ni mambo ya chakula hapa. Ni mambo na chakula at least. Unaona sasa tuseme example kipe mtoto kama Uchawi itamsaidia nini? Chai si kama maji. Haya na labda saa zingine labda ametaka kukula.
una hiyo chakula. Labda uone mtoto wako injaralia ama akona chakula. Umwambie bwana acha niume kidogo nipewe. Unaona sasa utataka mingi akule na una ile. So most kitu ninakusumbua sana ni rent hapa na chakula. Rent hapa mnaambia mnalipa 4500 per month. Okay. Na chakula ya watoto inakuwa shida kwako sana. Chakula kupata ni shida. Hata hiyo chai venye tumeipata tunashukuru. Sasa unaweza fanya kibarua ama juu ya huyu mtoto ni ngumu kwako? Kibarua mimi nikipata naweza fanya. Nafunga kwa mgongo. Bora nikubali na mtoto. Hata biashara unaweza fanya. Hata biashara naweza fanya. Ni kitu kama gani unaweza fanya kwa siku? Tuseme kama biashara hivi, kibanda. That one you can do. Unaweza kufanya biashara before? Nilifanya biashara nikiwa kwa ndugu yangu. At least nikaona biashara niliona ni nzuri ya kibanda. Inaweza kusaidia na mtoto. Najua ukienda na yeye hata kama ni kwa kibanda bora uko self employed. Juu si rahisi upate mtu anakukubali uende na mtoto kwa kazi. Si mtu anaweza kukubali. Nataka sasa tukimalizia uangalie kamera hapa, uombe usaidizi. Alafu kuna watu wengi sana ambao wako na watoto kama wako. Wengine wamewatupa, watu wanawaacha, mtu anachoka na wao ama wanapitia magumu kwa marriage. But wewe not once, not twice umekuwa na watoto kama hawa, umeendelea kuvumilia na wao mpaka sasa hivi bado uko na huyu mtoto. Unge advise aje wa mama kama hao uko na watoto? Mimi ningo advise ukiwa na mtoto kama huyu usichoke, usikufe moyo. Ng'ang'ana na mtoto, Mungu wako. Usione ati mtoto juu atembei afanye kitu yote umtupe hapo. Hapana. Ama uachie mzee. Hapana. Kufa na mtoto wako. Mungu hako. Mungu wako na sababu yenye ilituma akakupatia huyo mtoto. So usikufe moyo. Mimi wangu ndo huyu sijakufa moyo. Lakini naomba usaidizi. Mwenye anaweza nisaidia. Anisaidie. Sema vitu zenye unaweza taka kusaidia. Kama Catherine. Naweza taka wanisaidie kama malipa makao. Malipa kukaa vizuri na mtoto wangu apate kama chakula, mavazi, vitu kama hizo. Bora kuwe save. Ya kuna watu wengi hata wako na watoto najua wenye wamesha outgrow zile nguo zenye wanavaa. Pia wanaweza kusaidia mama. Zenye kwa tuna nguo ni sawa, ndashukuru. Nguo, chakula na mostly unataka mahali penye utakaa. Mahali kwenye nitakaa. Kwa sababu uko kwa rent, mtoto ndio anataka akule au na otherwise mtoto ndio hiyo sasa yani kiti na kudanganya guza rent. Unaona ukiguza rent tena kuna deni. Kuna deni. Sasa inabidi tu uvumilie, lipa rent. Afadhali watu walale njaa. Uko na simu Catherine? Niko na simu. Ukipatia namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 07 28 75 74 03. Narudia mara. 07 28 75 74 03. Majina kamili. Kwa majina kamili ni Catherine Andeo Onyango. Mtazamaji, umesikia story ya Catherine Andeo. Catherine anatoka pale Bunyore lakini sasa yeye anaishi hapa Nakuru. Na ndio sisi kama INKA TV tumefika eneo la Nakuru. Tunataka kucover stories from here because tumerealize ama tumeitwa sana na mafans wetu wa Nakuru tukuje hii area at least to highlight some of the deep stories, touching stories, inspirational stories, charity stories from Nakuru area. Umesikia story ya Catherine, mimi hata sina maneno ya kuongea maana ni story yenye iko na huzuni sana. The only thing Catherine wishes ni ile apate a home, mali anaweza ishi, mali alipi rent. So if you're outside there na uko na mahali, kuna watu wengi sana, kwanza mafans wetu wengi wa pale diaspora wanatuangalia na mmekuwa mkisupport for the longest time. Some of you have homes that ziko empty, hakuna mtu pale. Unaweza taka Catherine na familia yake ama na watoto wake wakuje pale wakae at least for now, wakiendelea kutafuta a place because amesema nalipa rent ya 4500 every month, of which bado ni ngumu yeye kupata hiyo rent. Huyu mtoto anahitaji special diet, ni ngumu kwake. Sasa anakula chakula za kawaida. Hospitali amechoka, kienda hospitali every time hakuna ile permanent solution yenye wanapatia huyu mtoto, ama hata wamwambie mtoto anaweza progress in life apone history hii shida yake. There are so many doctors watching when wanaweza taka kuadvise Catherine about condition hiyo mtoto. Naona tu picha zake hapo kwa screen, you can see this boy anaitwa nani? Francis Onyango ako 8 years old. For a normal 8-year-old kid unajua afai kukua hivi venye yako, but mwili yake bado ni ndogo because of the disability enye yako nayo.
alilose pia mtoto wake ambaye alikuwa na same condition kama hii, na pia kuna mwingine mwenye ako grade 7 who ako na same condition. So ako na sahi dealing with kids mwenye ako na disability. It's very hard when, especially wakati hauna income. Hata wakati uko na income, when you have such a problem, it is very hard even to be accepted kwa society. So the only thing yenye tunaomba ni reach Catherine through the number yenye tumeweka hapa kwa screen. Kuna namba ya Catherine, mpigie simu. Wale wenye wanaishi Nakuru wanaweza taka kumtembelea hapa panaitwa Morogi. Kunaitwa Morogi free area. Free area. Namba yake iko hapa. Kama uko Nakuru unataka ku donate anything, reach Catherine through the number on your screen. Na namba yetu ya INKA TV kama kawaida iko hapo above the screen. Reach us, watu wa Nakuru wale mnataka sahi tutawatembelee. We are here for a while now. Tufanye stories hapa tujue kutaendeleaje. Especially kile kitu tunataka kuomba before nimalize, reach Catherine for help. M-Pesa number on the screen. Reach her for any donations, ata appreciate sana. Catherine, acha nikuombea mema. Mungu akutie nguvu zaidi kabisa. I know you are a strong woman. Ku deal with hizi shida zote it's not easy. Lakini wewe umejaribu na umeendelea. So endelea kuomba Mungu na sisi tutakuombea. We hope wakati story itaingia kwa nini yetu, channel yetu. There are so many people, tuko na over 100,000 people watching. Utapata help. Mungu ni tutafurahi na uendelee na watoto wako. Mzee wako hatukuweza kupata juu umesema alienda kibarua. Yes, lakini tutamwambia tulikuwa hapa na we wish you all the best. Thank you so much for watching. Keep on subscribing. This is INKA TV. Take us to the next level. Keep watching our stories. My name is Bridget Kerubo. Let's meet on the next one.